Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Restoration of God Ministry hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na vigelegele. Nashukuru Mungu mpendwa mtazamaji kwa muda ambao amenipatia ili tuweze kushiriki neno la Mungu. Naomba uweze kuweka mawazo yako kando ili uweze kupokea neno la Mungu jinsi lilivyo. Usisanganye neno la Mungu na mawazo yako, bali weka mawazo yako kando uweze kupokea neno la Mungu vile lilivyo, ili hilo neno liweze kubadilisha maisha yako. Kupitia hili neno Mungu aliumba mbingu na nchi. Kupitia hili neno Mungu aliumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. So unapopokea hili neno, naamini ya kwamba litaanza kuumba vitu ambavyo haukuwa unatarajia katika maisha yako. Lako ni upokee neno la Mungu na uanze kuona vile Mungu anafanya kazi. Leo nataka tuzungumzie toba, nataka tuongee kuhusu toba. Kwa sababu pasipo toba huwezi kupata wokovu. Hebu tusome kitabu cha Luka. Soma kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 47. Kitabu cha Luka 24 mstari wa 47, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi tangu Yerusalemu. Maandiko yanasema na mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi tangu Yerusalemu. Mataifa wote watahubiriwa habari ya nini? Ya toba na ondoleo la nini? La dhambi. Tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume, mpendwa mtazamaji, naomba ufungue Biblia yako katika kitabu cha Matendo ya Mitume 5 mstari wa 31. Maandiko yanasema mtu huyu Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kulia, awe mkuu na mwokozi, awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Haleluya. Na tunapozungumzia kuhusu toba, toba inaambatana na imani, na inapoambatana na imani pia toba inaambatana na msamaha wa dhambi. Na tunapozungumzia toba, tuangalie kitabu cha Isaya ili tuweze kuelewa maana ya toba. Kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7. Nasema mtu mbaya aase njia yake, na mtu asiye haki aase mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Ili uweze kupata msamaha wa dhambi unafaa kufanya nini? Watu wengi wanafikiria ili wapate msamaha wa dhambi lazima waombe, lazima wajitakaze, lazima waulize msamaha mbele ya Mungu ili waweze kupata msamaha wa dhambi. Lakini maandiko inasema mtu mbaya aase njia yake, mtu asiye haki aase mawazo yake, amrudie Bwana naye atamrehemu, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Maana ya toba inatuongoza katika kupata msamaha wa dhambi. Na nitaongea kuhusu toba isiyo ya kweli na toba ya kweli. Kuna toba isiyo ya kweli na kuna toba ya kweli. Toba isiyo ya kweli ni ile watu wanaungama mawazo yao na matendo yao. Hii ni kuungama nje ya moyo. Kuna ndani ya moyo na kuna nje ya moyo. Hapa kuna moyo, ndani ya moyo kuna dhambi. Ndani ya moyo kuna dhambi, nje ya moyo kuna mawazo. Na pia nje ya mawazo kuna matendo. So, nataka tuweze kuangalia, tuone toba isiyo ya kweli ni ile watu wanatubu mawazo mabaya na matendo mabaya na bado dhambi iko ndani ya moyo.
Tuangalie mtu anaitwa Yuda. Watu wengi wanasema mwenye alisaliti Yesu ni Yuda. Lakini leo nataka tuangalie Biblia tuweze kujua nani aliyemsaliti Yesu Kristo. Tuangalie kitabu cha Yohana 13 mstari wa 2. Mpendwa mtazamaji, naomba ufungue Biblia yako, kitabu cha Yohana 13 mstari wa 2. Maandiko inasema, hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kutia Yuda mwana Iskariote moyo wa Yohana. Mpendwa mtazamaji, naomba ufungue kitabu cha Yohana 13 mstari wa 2. Maandiko inasema, hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kutia mwana Iskariote moyo wa kusaliti. Moyo wa kusaliti au kuwa moyo wa Yuda. Si ati ya kwamba ni Yuda alikuwa na moyo wa kusaliti Yesu Kristo. Ni Shetani alimtia moyo wa kusaliti. Tuangalie kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 23 mstari wa kitabu cha Luka 22 mstari wa 3. Luka, mpendwa mtazamaji, fungua Luka 22 mstari wa 3. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye mmoja wa wale 12. Maandiko inasema Shetani akamwingia Yuda. Alipomwingia akamtia moyo wa kusaliti. Moyo wa kusaliti au kuwa moyo wa Yuda ni Shetani alimwingia Yuda, na alipomwingia Yuda akamtia moyo wa kusaliti. Moyo wa kusaliti au kuwa ni moyo wa Yuda ulikuwa ni moyo wa Shetani, uliingia ndani ya Yuda na akamtia moyo wa kusaliti. Watu wengi wanapofanya dhambi wanaenda wanasema, mimi nimefanya dhambi. Ukiangalia Biblia bila Yuda alienda kutubu. Tuangalie kitabu cha Mathayo. Mpendwa mtazamaji, naomba uangalie kitabu cha Mathayo 27, sura ya 27 mstari wa 3. Inasema, kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Sasa mpendwa mtazamaji, swali ndio hii, kati ya Yuda na Shetani nani alikuwa amekosea? Hiyo ni swali ulijibu ndani ya moyo wako. Kati ya wewe na dhambi, nani anafanya dhambi? Ni wewe ama ni dhambi? Yuda, moyo wa kusaliti au kwa moyo wa Yuda. Na maandiko inasema Shetani akamtia moyo wa kusaliti. Na alipoona amekwisha kuhukumiwa, Yuda alisema namna gani? Yuda alipoona amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akarudishia wakuu wa makuhani vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Yuda alisema nalikosa. Ni Yuda alikuwa amekosea ama ni Shetani alimtia moyo wa kusaliti? Nataka tuangalie moyo wa Shetani bila ulifanya kazi ndani ya moyo wa Yuda. Kwa sababu kusaliti si moyo wa Yuda, ni moyo wa Shetani. Na wakati moyo wa Shetani uliingia ndani ya Yuda, Yuda alisimama akasema, mimi nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Huu moyo wa kusaliti ulikuwa moyo wa nani? Ulikuwa moyo wa Yuda ama moyo wa Shetani? Huu ni moyo wa Shetani, uliingia ndani ya Yuda. Na kitabu cha Luka ametueleza vizuri. Luka 22 mstari wa 3, Shetani akamwingia Yuda, mmoja wapo wale 12. Kwa hivyo ni Shetani aliingia ndani ya moyo wa Yuda.
Alafu tunaona toba ya nani? Toba ya Yuda. Yuda alipoenda kutubu alisema namna gani? Alipoona amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akarudishia wakuu wa makuhani vile vipande 30 vya fedha, akasema nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Sasa ni Yuda alikosea ama ni Shetani? Shetani ndiye alimweka moyo wa kusaliti, lakini Yuda alienda kuungama mawazo yake na matendo yake. Shetani aliye ndani ya moyo wake akabaki ndani ya moyo wake. Hakusema ni Shetani alinitia moyo wa kusaliti, bali alisema mimi nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Yeye aliona kusaliti, hakuona moyo wa kusaliti. Watu wengi hawaoni dhambi, wanaona mawazo mabaya na matendo mabaya. Hawaoni dhambi iliyo ndani ya mioyo yao. Na ndio wengi wanapoenda kuomba msamaha, wanaposimama mbele ya Mungu, wanasema mimi ni mwenye dhambi, nimetenda dhambi. Haleluya. Sasa dhambi ni yako. Dhambi ni yako. Dhambi ni ya nani? Unasema mimi na nimetenda dhambi. Mwenye dhambi ni wa nani? Mwenye dhambi wa Mungu ama ni wa Shetani? Watu wengi hawajui vile wanaungana. Wakati Yuda alisema nalikosa, aliunganika na Shetani. Na alipounganisha na Shetani, Yuda aliweza kurudisha vile vipande 30 vya fedha na akasema mimi nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Kutoka hapo Yuda alienda akajinyonga. Kwa nini Yuda alijinyonga? Huduma ya Shetani imeelezwa katika kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10. Angalia Yohana 10 mstari wa 10. Mwivi aji ila aibe na kusinja na kuharibu na kuua. Mission ya Shetani ama huduma ya Shetani ni kuiba, kuharibu, mwishowe auwe. Kwa hivyo Shetani alikuja akaiba moyo wa Yuda, na ili mission ya Shetani ikamilike ilibidi auwe Yuda. Yuda kwa nini alikufa? Tofauti ni toba. Kuna watu wawili, kuna mnywesaji na mwokaji, wote walikosea mfalme wa Misri. Na walipomkosea wote wakawekwa ndani. Kwa nini? Mwokaji alikufa na mnywesaji akaokolewa. Tofauti ni nini? Mnywesaji aliona mzabibu mbele yake. Mwokaji na yeye alikuwa na chakula za kila namna katika nyungu ya juu. Hii chakula, hii mkate wa kila namna, juhudi yake, bidii yake, matendo yake, maombi yake yako pale katika mwili wa Yesu Kristo. Wakati unaposanganya mwili wa Yesu Kristo na kazi yako, hauna budi ila kuuawa. Lakini mnywesaji aliona mzabibu mbele yake, ule mzabibu ukasanua maua, na yale maua ikasanua maua yakatoa zabibu, zabibu zikaiva, akakamua zile zabibu, akasimama mbele ya Farao na kikombe cha divai. Hii kikombe huwakilisha moyo wetu, divai huwakilisha damu ya Yesu Kristo. Bila kusanganya kazi ya Yesu Kristo na kazi yetu, tunapopokea damu ya Yesu Kristo, tunasimama nayo mbele ya Mungu bila kusanganya na mawazo yetu, bila kusanganya na juhudi yetu, bila kusanganya na matendo yetu. Kutoka hapo tunaposimama mbele ya Mungu na kikombe ambao ni moyo wetu ambao umejaa damu ya Yesu Kristo, Mungu anatubariki. Tunapata msamaha wa dhambi. Hatuwezi pata msamaha wa dhambi kwa juhudi yetu. Hatuwezi kusamehewa kwa njia ya kuomba msamaha. Hatuwezi kupata msamaha wa dhambi kwa sababu ya juhudi na matendo yetu, bali tuweka matendo yetu chini, tumrudie Mungu. Tunapomrudia Mungu, tunapokea kazi ya msalaba. Tunapopokea kazi ya msalaba, tunasimama mbele ya Mungu. Haleluya. Maana ya toba maana yake ni kufika mwisho. Kile umejaribu kufanya, umejaribu kuondoa dhambi hiyo miaka yote, dhambi iondoki, hiyo ni kufika mwisho. Mimi nilipata wokovu nikiwa mchungaji. Nilianza kuhubiri 1999, ilikuwa mwezi wa 12. Hapo ndio nilianza kuhubiri katika ile kanisa nilikuwa, nikapewa revival nihubiri. Nikaanza kuhubiri mwaka wa 2000, nikaendelea kuhubiri
mpaka nikaingia kwa orodha ya wale ambao ni wahubiri. Mwaka 2001 nikaanza kuhubiri zaidi sasa, kutoa mapepo, kufanya unabii, kuanguza watu, kufanya miujiza ya kila aina. Nikaendelea hivyo. Mwaka 2003 ikiwa Disemba, nikaanzisha kanisa mahali kunaitwa Mwirieni. Nikaendelea kuhubiri pale, nikahubiri. Ilipofika mwaka wa 2008 mwezi wa 9 tarehe 17, ikiwa Thursday, hiyo siku nilikutana na wokovu wa ukweli. Nikasaliwa mara ya pili, nikaozwa dhambi zangu zote, nikafanyika mwenye haki, nikafanyika mtakatifu, nikafanyika mwana wa Mungu, nikafanyika mkamilifu bila matendo yangu. Niling'ang'ana sana ili niweze kupata utakatifu. Niling'ang'ana sana ili niwe mwenye haki. Lakini nilipokuwa nikisoma Biblia nilikuwa nasanganyikiwa. Mwenye dhambi akisoma Biblia lazima asanganyikiwe. Nilipokuwa nikisoma Biblia, nikiangalia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 8, yule anasema hana dhambi, ni kujidanganya, nidanganya na kweli haimo ndani yake. Nauliza, mbona hao watu wanasema hawana dhambi na Biblia inasema tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe? Ninaposoma kitabu cha Warumi 3 mstari wa 10, inasema hakuna mwenye haki, kama ilivyoandikwa, hakuna mwenye haki hata mmoja. Nashangaa hakuna mwenye haki. Halafu nikisoma tena na sazidi kusanganyikiwa. Kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 43 inasema, ndipo wenye haki watang'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Ninaposoma kitabu cha Warumi na hii kitabu cha Mathayo nasidi kusanganyikiwa. Hapa wenye haki ndio watang'aa na hapa inaandikwa hakuna. Sasa kama hakuna mwenye haki, nani atang'aa katika ufalme? Ninaposoma naona kitabu cha Warumi 3 mstari wa 23, wote wametenda dhambi na kusumbukiwa na utukufu wa Mungu. Ninaposoma tena katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 17, maandiko inasema dhambi zao na wasiwasi kumbuka tena kabisa. Sasa nilikuwa nasidi kusanganyikiwa. Sasa hapa tunaona wametenda dhambi na kusumbukiwa na utukufu wa Mungu, na hapa Mungu anasema dhambi zao na wasi wao hata kumbuka tena. Alafu nikisoma tena, atendaye dhambi ni wa Shetani. Sasa nilikuwa najiuliza, mimi ni mchungaji ama mimi ni mwana wa Ibilisi? Hayo maswali yalikuwa naibuka ndani ya moyo wangu, na inaamini kwamba hata wachungaji wengi na washirika wengi hayo maswali yanaibuka ndani ya moyo yao. Atendaye dhambi ni Ibilisi. Unatenda dhambi ama utendi dhambi? Unatenda dhambi. Kama unatenda dhambi, umetoka kwa Mungu ama umetoka kwa Shetani? Kwa Shetani. Wewe sasa ni wa nani? Hapo wengi hawawezi kusema ni wa Shetani, wanasema mimi ni wa Mungu. Mungu hasai wenye dhambi. Nilipokutana na injili ya ukweli, niliweza kuelewa sura yangu. Nilikuwa naangalia, nisema nikiangalia matendo yale ambayo nayatenda, miujiza ambayo ninayoitenda, naanza kuangalia naona mimi ni wa Mungu kwa sababu ya hii miujiza. Sasa kitu ilinivunja moyo mpaka nikaweza kuangalia kazi yote nafanya sina Mungu. Mathayo 7 mstari wa 21. Ningependa mpendwa mtazamaji uangalie hilo neno. Mathayo 7 mstari wa 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Si kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, katika ufalme wa Baba yangu, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Katika utafsiri wangu nilikuwa na tafsiri kufanya mapenzi ya Mungu, kutoa sadaka, kuomba, kufunga, kutoa mapepo, kufanya ishara. Hayo yote, mambo hayo yote kama kuhubiri, nafanya mapenzi ya Mungu. Sasa swali ambayo
iko hapa, nani anayefanya mapenzi ya Mungu? Na hayo mapenzi ya Mungu ni yapi? Kulingana na Biblia, hilo neno liliweza kusukuma moyo wangu kufika mwisho ili niweze kufikia toba. Wakati moyo wangu ulifika mwisho, hapo ndio nilifikia toba. Na ndio nakwambia, toba ni kufika mwisho. Kazi zako zote umefanya. Niliamuka miaka 9 saa 9 ya usiku, naenda na Musa wengine, twendeni tukaombe. Tunaenda kanisani, tunaomba, tunalia, tunatubu kila siku. Hiyo miaka 9 sijawahi kosea hata Friday moja bila kuwa kesa. Hiyo miaka 9 kila wiki niko fasting, naenda kwa wiki naenda siku moja, kuna wakati naenda siku 14, kuna wakati naenda siku 21. Nilipatana na wokovu nikiwa naenda kuomba siku 40 niwe kama Yesu. Niliangalia nikaona nimebakisha siku 40, nikienda siku 40 maombi nitakuwa kama Yesu, nitakuwa mkamilifu, nitakuwa mtakatifu, sitakuwa mwenye dhambi. Kwa sababu fikiria, kufunga ni kufanya mapenzi ya Mungu. Lakini nilipofika mwisho nikaelewa kumbe hayo yote nayoyafanya si mapenzi ya Mungu. Mstari wa 22 ndio ulinifikisha mwisho na nikaweka kazi yangu yote chini. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako. Nikaangalia nikaona mimi nilikuwa nafanya unabii kwa jina la Yesu, na kwa jina lako kutoa mapepo. Nikaangalia nikaona kwa jina lake ukweli nilikuwa natoa mapepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Nikaangalia miujiza yote nimefanya kwa jina la Yesu Kristo. Mstari 23, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Sasa swali ambalo niliulizwa na ikafika mwisho, mhubiri alipokuwa akihubiri akaniuliza swali. Huyu mtu alikuwa anatenda ishara, anatoa unabii, anafanya miujiza, na msiku ya mwisho ambaye ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Ni mlevi atatoka kwa club, ni malaya atatoka kwa malaya wake hata kutenda ishara, alafu mwishowe ambaye sikujui. Kuna kahaba anaweza kufanya ishara, kuna kahaba anaweza tumia jina la Yesu kutoa mapepo, kuna mwizi ambaye atatumia jina la Yesu kutoa mapepo. Nani anayetoa mapepo? Ni mhubiri. Mimi ni nani? Mimi ni mhubiri. Swali ya kwanza nikaulizwa, nani aliyekutuma kufanya hiyo kazi? Kuna mtu amebeba bidoki na ana leseni, na kuna mwingine amebeba bidoki ako na leseni. Hao watu wote wakiwapamia, yule ako na leseni akiwa mwizi na yule ana leseni akiwa mwizi, nani atahukumiwa? Nani ataasiliwa? Yule ako na leseni akiwa mwizi anahesabiwa ameua mwizi, lakini yule ana leseni akiwa mwizi anahesabiwa ameua mtu. Sasa wewe uko na leseni, kasema ndio mimi ni mtumishi wa Mungu. Ulipokea wokovu namna gani? Mimi nilienda nikakuta mahali kuna injili, ama nilisikia kwa redio nikaambiwa rudia nyuma yangu, nikarudia nyuma yangu, na kutoka hapa nikapata wokovu. Nikaulizwa ni kitabu gani inasema urudie nyuma yangu upate wokovu? Nikatafuta, hakuna. Unaweza pata wokovu kwa njia gani? Hapo ndio moyo wangu uliweza fika mwisho. Nikaangalia nikaona wokovu ambao mimi nimeutafuta, mambo yote ambayo nimeyafanya, sina uhusiano wowote na Mungu. Nikaweka kazi yote chini, na kutoka hapo nikamgeukia Bwana wangu Yesu Kristo, akanipatia kazi yake ile aliyoifanya pale msalabani. Na kazi aliyofanya pale msalabani, dhambi zangu zote zikaozwa, zikawa kama theluji. Damu yake ikaosha dhambi zangu, damu yake ikaniunganisha na Mungu, damu yake ikanipatia ujasiri wa kusimama mbele ya Mungu nikiwa mtakatifu, nikiwa mkamilifu, nikiwa mwenye haki, nikiwa mwana wa Mungu. Haleluya. Mpendwa mtazamaji, nataka uweze kuelewa vizuri, huwezi kufanyika mwenye haki
kama hujafikia toba. Huwezi kupata wokovu kama hujafikia toba, na toba ni kufika mwisho. Mimi nilipofika mwisho, kazi zangu, juhudi yangu yote ilipofika mwisho, ndio niligeukia Mungu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 20:21 inasema, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamhudumie Mungu na wamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapomwamini Bwana wetu, tunapomgeukia Mungu, tunapotoka kwa njia yetu ya kujitakasa, tunageukia Mungu, tunakutana na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo na yeye anachukua dhambi zangu. Sura ya 2:24, yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tuwe wafu kwa mambo ya dhambi, na kwa kupigwa kwake nimeponywa. Wakati nilipomgeukia Bwana wangu Yesu Kristo, alibeba dhambi zangu zote. Haleluya. Na kutoka hapo Yesu alipobeba dhambi zangu zote, akanitakasa. Alinitakasa na damu yake. Katika kitabu cha Mathayo 26:28 maandiko inasema, Yesu akasema, hii ni damu yangu ya agano inayomwagika kwa ajili ya wengi kuwa ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika ili nipate ondoleo la dhambi. Na maandiko inazidi kueleza katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10:43, huyu manabii wote wamemshuhudia, ili kila amwaminie apate ondoleo la dhambi. Kila amwaminie. Na ndio maandiko yanasema, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamhudumie Mungu, yaani wageukie Mungu, wamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Unapomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, unapata ondoleo la dhambi. Amen. Toba ni nini? Toba ni mabadiliko ya moyo. Inaitwa kwa Kigiriki metanoia. Maana yake mabadiliko ya moyo. Angalia mtu anaitwa Sauli. Sauli alikuwa anaua Wakristo, anatesa Wakristo. Akisikia mtu anasema Yesu anamuua, akisikia mtu anashuhudia Yesu ni Mwokozi, anamuua. Akiwa amepokea barua akienda Dameski kuangamiza Wakristo, Yesu alimpiga akamwangusha chini. Akiwa chini akasikia sauti inamuuliza, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akamuuliza, unani Bwana? Akamwambia, ni mimi Yesu unayemuudhi. Ndani ya moyo wa Sauli hakuwa naamini Yesu alifufuka. Alikuwa naamini Yesu alikufa na wanafunzi wake akasikwa na wanafunzi wake wakaiba. Sasa wanafunzi wanashuhudia Yesu alifufuka na hakufufuka. Kwa hivyo ndani ya moyo wa Sauli hakuwa naamini Yesu alifufuka. Lakini alipokutana na Yesu, Yesu akamwangusha chini. Sauli akawa kipofu, akasikia sauti inamwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akamuuliza, unani Bwana? Akamwambia, ni mimi Yesu unayemuudhi. Ndani ya moyo wa Sauli ulibadilika. Moyo wake ulikuwa unaamini Yesu alikufa na kufufuka. Wakati alipokutana na Yesu, moyo wake ukabadilika. Kumbe Yesu alifufuka. Hiyo ndio toba Paulo alikutana nayo. Haleluya. Sisi kama umekutana na toba hiyo, wewe ndani ya moyo wako ulikuwa unaamini hakuna mwenye haki, ulikuwa unaamini hakuna mtakatifu. Unapokutana na Yesu, Yesu anabadilisha huo moyo, unaanza kuamini kumbe kuna mtakatifu, kumbe kuna mwenye haki, kumbe Yesu yuko hai. Yesu hakufa tu, alikufa na akafufuka. Sauli akaamini hivyo, akaamini Yesu alikufa na akafanya nini? Na akafufuka. Wokovu ni kubadilisha moyo. Haleluya. Kufikia toba ni kubadilisha moyo. Unapobadilisha moyo, unasema namna gani? Nilikuwa naamini hakuna mwenye haki, sasa naamini kuna mwenye haki. Huyo mwenye haki si kwa sababu ya juhudi yake, si kwa sababu ya matendo yake, bali kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya Yesu Kristo. Sauli akaamini Yesu alikufa na akafufuka. Moyo wake ukabadilika. Moyo wake ukafanya nini? Moyo wake ukuwa naamini Yesu ako hai, lakini moyo wake ukabadilika, akaamini Yesu ako hai. Haleluya. Mpendwa mtazamaji, naamini kwamba tutaendelea kujifundisha katika kipindi kijacho kuhusu toba, mpaka uweze kuelewa toba na moyo wako uweze kufikia toba, ili uweze kupata msamaha wa dhambi, kwa sababu maandiko inasema Mungu hapendi mtu yeyote apotee, bali uwe na toba. Na inaamini kwamba kupitia programu hii utatoba ili uweze kupata msamaha wa dhambi. Mungu akubariki.
Baba mtakatifu, mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako na fadhili zako Mfalme, ambazo umetujalia siku ya leo, Bwana wa majeshi, kusikia neno lako. Naamini ya kwamba umeongoza kila moyo katika toba, na baada ya kufikia toba, naamini ya kwamba huo moyo umepata wokovu. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Tuage mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele. Amen.